bali na wao ambao utaendelea taratibu. Matumizi ya dawa, matumizi ya Mungu aliye juu. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Ninakusalimu wewe unayenisikiliza. Nakusalimu wewe ulioko maeneo popote duniani kote. Mungu akubariki. Ni siku nyingine tena tumepata nafasi kuwepo katika nyumba ya Bwana. Karibu mtu wa Mungu unayenisikiliza na unayenitazama. Ninaomba tukasome neno la Mungu, alafu tukasikie kile ambacho Mungu anataka tujifunze kwa siku ya leo. Ninasoma katika kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 8. Lakini mlitoka kwenda kuona nini? Mtu aliyevikwa mavazi mololo? Tazama, watu wavao mavazi mololo wamo katika nyumba za mfalme. Watu wavao mavazi mololo wapo katika nyumba za mfalme. Watu wa Mungu, haleluya. Ninaposoma neno hili linanipeleka kwenye maisha tunayoishi kwa kipindi hiki sasa hivi, na ndio uhalisia ya kwamba umaridadi uficha umaskini, ya kwamba umaridadi uficha umaskini. Na unasema nazungumza kitu gani? Sikiliza nikwambie, mwanadamu siku zote anaangalia nje. Mwanadamu siku zote anaangalia wapi? Anaangalia nje. Hata ufanye nini, mwanadamu ataendelea kuangalia nje daima. Ndio mwanadamu alivyo. Sasa ni nini? Kama tulivyosema neno, wapo waliokuwa wamevaa mavazi, na Biblia imeweka wazi, walionekana wamevaa mavazi ya kila aina, ukiendelea hapo, na wengine wapo katika meza, wapo katika nyumba ya kifalme. Kwa tafsiri nyepesi ni kwamba, sikiliza, usiache muonekano wako wewe unanisikiliza, usiache muonekano wako wewe, narudia, usiache muonekano wako usiache muonekano wako wewe ufukuze watu. Narudia kuzungumza, usiache muonekano wako wa nje wewe ufukuze watu. Na ndio maana nikazungumza hivi, umaridadi uficha umaskini. Mtu wa Mungu, haleluya. Ni nini unasema nazungumza? Kama ni nyumba, Mungu amekubariki, amekupa pesa. Kama ni nyumba, basi jitahidi iwe na kasho kazuri. Jitahidi nyumba iwe na mvuto. Watu wa Mungu, haleluya, wewe ambaye Mungu amekubariki kukupa nyumba. Na kama ni familia basi jitahidi familia iweke kwenye hali nzuri. Hata kama unasema mimi si na kiwango fulani, ni kweli. Mimi nilikuwa nazungumza na familia yangu, nikasema hapana, hii inabidi tufike sehemu hii leo tuikatae. Wakasema nini baba? Nikaambia hii habari ya kuwa naenda kwenye nguo za mtumba, si kwamba naponda nguo za mtumba, hapana. Lazima niwe naingia dukani, ninachukua nguo kabisa mpya, hata kama ni moja tu ijulikane kwamba nayo nguo moja mbili. Lakini habari ya kwenda 200, 500, si kama naponda mtumba, hapana. Ile nataka nikuoneshe kwamba muonekano wako wa nje unaweza ukafukuza watu. Umaridadi uficha umaskini. Mtu wa Mungu, haleluya. Ni nini ninachotaka nikwambie? Ya kwamba kuna wale ambao kuna wale ambao wameajiriwa, kuna wale umejiajiri. Jitahidi kujiweka sasa. Jitahidi bwana. Ndio maisha ni haya. Yaani nataka nikwambie maisha ndio haya. Jitahidi kujiweka bwana, watu wa Mungu, haleluya. Sasa ni nini? Na usipende nisikilize, usipende kukurupukia au kupapukia vitu vya watu. Narudia, usipende kupapukia vitu vya watu. Wewe ambaye Mungu amekubariki, kuna vitu vingine sio anasa. Nawaambia watu, kuwa na usafiri, kwa mfano kuwa na gari sio anasa, ni kwa sababu ya usalama wako. Na usinunue gari ambalo litakupa kichomi. Nunua gari ambalo una uwezo wa kuligaramikia. Gari sasa hivi sio anasa, watu wa Mungu, haleluya. Na wewe ambaye Mungu hajakubariki, hajakupa gari, usipapukie kuendesha magari ya watu. Ukiharibu wewe gari la watu, hautakuwa na uwezo wa kulitengeneza, na ndipo ugomvi utaanza. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikutamkie neno la baraka siku ya leo. Nataka nitamke neno juu yako ili Mungu afungue milango na Mungu akupeleke pale ambako ulikuwa unatamani ufike. Kamata neno hili, sema ninaamini ya kwamba kuanzia sasa Mungu amefungua milango yangu na Mungu amekwisha kunibariki kwa mamlaka ya jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na imekuwa. Pokea. Amen.
bali na roho ambao utaendelea kutaratibu. Matumizi ya dawa, matumizi ya Mungu aliye juu